Hadi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Abdurrahman Kinana, Makamu Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, mwenyeji wetu Sheikh Sharif Abdul Qadir Al-Ahdal, Rais wa taasisi ya Hikma Foundation, Sheikh Nurdin Kishki, mwenyekiti wa mashindano haya na mkurugenzi wa taasisi ya Hikma Foundation, ndugu viongozi mbalimbali wa dini na serikali mliohudhuria hapa, waheshimiwa mabalozi, mashehe na wanazuoni mbalimbali mliopo, wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika mashindano haya makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya dunia kwa mwaka huu wa 2026 sawa na mwaka wa 1447 Hijria, yaliyoandaliwa na taasisi ya Hikma Foundation. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Sharif Abdul Qadir Al-Ahdal, Rais wa taasisi ya Hikma Foundation, pamoja na mkurugenzi wake Sheikh Nurdin Kishki na watendaji wao wote kwa kuendelea kuandaa mashindano makubwa ya Qur'an tukufu ulimwenguni na kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Nashukuru kwa heshima kubwa mlionipa kwa mara nyingine tena. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa nyote mliojitokeza kwa wingi kuja kushuhudia mashindano haya. Kwa hakika mahudhurio yenu makubwa ni kielelezo cha mapenzi makubwa mlionayo kwa kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atudumishe katika mwenendo huu na atujalie tuwe ni wenye kupata uombezi wa kitabu hiki kitukufu siku ya Kiyama. Ndugu waumini na ndugu wananchi, napenda pia kutumia fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa majaji wetu pamoja na washiriki wote wa mashindano haya kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya. Kwa kweli tumeshuhudia washiriki wote wana uwezo mzuri wa kuhifadhi na kusoma kitabu kitukufu cha Qur'an. Nachukua fursa hii kuwasihi washiriki wetu hawa pamoja na sote tuliohudhuria kushikamana na Qur'ani na kufuata miongozo na mafundisho yake ili tufanikiwe hapa duniani na kesho akhera. Tunafundishwa katika Uislamu kuwa wenye kushikamana na Qur'ani ni watu wa Mwenyezi Mungu na wateule wake. Kadhalika, yoyote mwenye kushikamana na Qur'ani anabashiriwa kupata kheri nyingi hapa duniani na kupata daraja ya juu peponi. Hivyo wajibu wetu ndugu waumini, tujipambe na Qur'ani kwa kuwa na tabia njema na Qur'ani iwe ndio dira ya maisha yetu. Ndugu waumini na ndugu wananchi, mashindano haya makubwa ya Qur'ani tukufu kwa mabara yote sasa yamekuwa ni miongoni mwa kitambulisho chema cha taifa letu na kuwavutia washiriki na wafuatiliaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ni jambo la fahari na la kuipongeza taasisi ya Hikma Foundation kwa kuwezesha Tanzania kufikia kiwango cha kuendesha mashindano haya kwa ngazi ya kimataifa. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana Sharif Abdul Qadir, Rais wa taasisi ya Hikma Foundation, na watendaji wake wote kwa kazi kubwa na nzuri wanazozifanya za kusimamia mashindano haya makubwa ya kimataifa na kutoa huduma za kijamii zinazogusa maisha ya watu, hasa wanyonge, bila kubagua dini, madhehebu au kabila zao. Nitoe wito kwetu sote tuendelee kuiunga mkono taasisi hii ili itekeleze kazi zake kwa ufanisi na jamii yetu iendelee kunufaika na huduma zake pamoja na kuzalisha vijana wenye maadili na wenye uzalendo kwa manufaa ya dini yao na taifa kwa ujumla. Ndugu waumini na ndugu wananchi, sote tunafahamu kwamba Qur'ani ni nuru, ni mwongozo kwa mwanadamu na ni tiba ya nyoyo. Hivyo niwaombe kupitia mashindano haya Qur'ani iwe ni chachu ya kuhamasisha vijana wetu na watu wa rika zote kuisoma kwa usahihi, kuifahamu kwa kina na kuifanyia kazi katika maisha yetu ya kila siku.
kama kauli mbiu yetu inayotokana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inavyotutaka kwamba tuishike ncha ya Qur'ani ili tufanikiwe duniani na akhera. Ni dhahiri kuwa kauli mbiu ya mashindano ya mwaka huu ni dira kwetu sote ya kushikamana na kitabu hiki kitukufu na kuishi kwa mujibu wa mafunzo yaliyomo ndani yake, kwani Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba wenye kushikamana na Qur'ani ni watu wa Mwenyezi Mungu na ni wateule wake. Hivyo basi, nitoe wito kwa kila Muislamu, wakiwemo washiriki wote wa mashindano haya, kuwa ushindi sio tu kupata zawadi au cheti, bali ni kupata radhi za Mola wetu mtukufu na kuishi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidha, napenda niihimize jamii kwa ujumla kuendelea kuimarisha maadili mema, kudumisha amani, umoja na mshikamano na kushirikiana katika kupambana na athari za mmomonyoko wa maadili kwa kutumia mwanga wa Qur'ani, tukufu. Bila shaka tukifanya hivyo tutakuwa tumekitendea haki kitabu hiki kitukufu cha Mwenyezi Mungu na itakuwa sababu ya kupata mafanikio duniani na akhera. Ndugu waumini na ndugu wananchi, mashindano haya yamefanyika tukiwa tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo natumia fursa hii kukumbushana kuwa tuendelee kufanya mambo mema kwa kutekeleza ibada mbalimbali za faradhi na sunna, ikiwemo kusoma Qur'ani kwa wingi ili tuweze kunufaika na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aidha, napenda kuwahusia wananchi wenzangu juu ya umuhimu wa kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano katika taifa letu, kwani bila ya amani hakuna mafanikio yote ambayo tunaweza kuyafikia. Napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu kwa mara nyingine tena kwa taasisi ya Hikma Foundation kwa kuandaa mashindano haya makubwa ya Qur'ani kila mwaka na kwa kunialika kwa mara nyingine tena kuwa mgeni rasmi. Aidha, napenda kuipongeza Benki ya Watu wa Zanzibar kwa kuendelea kuwa mdhamini mkuu wa mashindano haya, pamoja na kuwashukuru na kuwapongeza wadhamini wetu wote kwa ujumla kwa juhudi zao kubwa za kujitolea na kuhakikisha mashindano haya yanafanikiwa. Ndugu waumini na ndugu wananchi, natoa shukrani pia kwa wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamechangia katika kufanikisha mashindano haya kwa mwaka huu wa 2026. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe malipo mema pamoja na sisi sote tulioshiriki. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atukubalie funga zetu na ibada zetu tunazozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mola wetu aijalie nchi yetu kudumu katika amani na utulivu, na tuwezeshe tuzidi kupata mafanikio kwa baraka za mkusanyiko wetu huu na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi